Azam FC leo hii tumeamuka na mzee Kadege tuje tuzungumze naye mawili matatu. Mzee Kadege, uko vizuri? Namshukuru Mungu, sijambo bwana. Uko fresh? Hapa niko fresh, ninavyokuambia hivi natokea Zanzibar. Hapa nafika hapa sijafika hata nyumbani. Mimi nimetokea Zanzibar ujue. Mimi nimeshuka hapa nimekuja hapa. Na Zanzibar nikwambia nilipofika tu. Leo niona zaidi ya engineer hakuna mwingine. Ninachokuambia mimi. Engineer peke yake. Peke yake. Hadi waandishi wa habari hawajaniona. Bora cheza mimi. Nataka nijue kitu kimoja mzee Kadege. Kwanza ulitegemea kukiona hiki ambacho hivi sasa kipo chuma tatu? Hii ndio Yanga naifahamu mimi. Na hii ndio tulivyokuwa tunataka sisi hivi. Ndio tunajua Yanga iko hivi. Sasa mimi nilishangaa Mwanza ile maajabu yametoka wapi? Yaani ni maajabu mpaka unajua mpaka tumefikia kupigizana makelele sasa gombana wenyewe kwa wenyewe. Kwamba imekuaje? Yaani Azam ikawa Yanga, Yanga ikawa Azam. Yaani ilikuwa ni maajabu yale. Kila mtu alikuwa anashangaa. Lakini kwa jana sasa ndio Yanga ndio hilo biliona. Azam Yanga. Yanga inatamba. Yanga wale nusu uwanja piga pila mwingi. Ndio Yanga najua sisi ile. Sisi tunajua Yanga ndio vile jamani. Yaani tukiona napiga kelele mstushangae. Yanga haijawahi kufungwa na Azam, yaani kiajabu kama vile Mwanza kule. Yaani sisi tunatolewa na Azam kweli sisi. Wakati mipango yetu sisi tuchukue makombe yote mawili haya. Hivi tayari tumeshapata doa sisi. Sina doa kubwa. Mzee Kadege, wewe kigeugeu, juzi ulisema kwamba kuna wachezaji pale Yanga inabidi waondoke, ukamtaja na Baka. Umekuwa kigeugeu, umeona hicho kifanya Baka jana? Si umeona sasa? Si umeona? Baada ya kumwambia ukweli. Nimekwambia hata mwanao kama shuleni anakuwa wa kwanza wa pili. Anakuwa wa kwanza wa pili. Baadaye baada ya miaka miwili mitatu minne mitano na saa tano huko mtoto anakuwa wa 200. Kaa uongee naye, mwambie wewe sio hivyo. Unafanya kusudi. Wewe mbona wa kwanza imekwaje kuwa huko? Kwa Tabaka unaona nilivyomwambia bwana. Na akanielewa kwa mzee Kadege akasema ukweli. Jana umeona beki aliocheza jana. Vile ndio namjua Baka yule sasa. Mimi ndio Baka namjua mimi yule. Yule ndio Baka namjua mimi. Wewe ulisema ondoke yule? Sasa kwa mtindo kama angeendelea mtindo ule. Na ndio maana jana mimi nikavuka. Kama angecheza kama alivyocheza Mwanza. Mimi ningempigia debe mpaka angemwacha engineer, mpaka kina engineer angemwacha tu. Sisi wanachama ndio wenye timu. Kwa timu ya kina nani? Timu ya sisi tunaoumia, sisi tunaolazwa, sisi ndio tunapata maumivu, sio mtu mwingine, nimekwambia mimi. Asikudanganye mtu wote. Hata mashabiki wako, mashabiki wa mchongo nikwambie mimi. Wapo. Lakini wewe sio wa mchongo. Mimi tena mama yangu mimi nimekwambia hivi. Kwanza Yanga ndio aje sio kitu gani duniani hapa. Cha kwanza Yanga. Wewe mpaka wazazi wangu wako nyuma ya Yanga, mbele Yanga, mimi kwanza Yanga kwanza. Mpaka wazazi. Mimi hata niweke mama yangu mzazi, baba yangu mzazi hapo kwanza Yanga ndio wao wazazi hao. Mimi kwenye Yanga naambi kitu bwana. Mimi nimechanganyikiwa. Mimi kwenye Yanga sina akili hivyo. Mimi nachokwambia unajua kiongea kama kama siala. Katika jambo ambalo linaniuma mimi, katika jambo ambalo linanivuruga, katika jambo ambalo linaniuma kutoka moyoni, kwenye damu kabisa, Yanga ikifungwa, Yanga ikiwa inapata shida, Yanga ikiwa inapoteza makombe, Yanga ichukui kombe, mimi navurugwa. Mimi nachokwambia jana mimi jana nimevuka muda kama saa 4 au saa 5 na wakati libano nilikuwa nisende Zanzibar, lakini nikasema kama sikwenda Zanzibar yatatokea Mwanza. Mimi nikavuka kwenda Zanzibar, ndio matokeo nayaona haya. Ulikuwa na nini mpaka ukasema hivyo? Mpaka ukasema kwamba Yanga hii imeshinda kwa sababu ya mzee Kadege. Ulibeba nini Kadege? Sisi ndo wazee. Hakuna kijiji kinakosa wazee. Hakuna serikali inakosa wazee. Kila jambo lina wazee. Si unanielewa? Kwa hiyo mimi nilipokwenda kwanza nimeomba dua na kila kitu. Nimwambia Mungu zamu yetu. Azam inakuaje? Hata kama ametumwa. Hawa jamani hajafikia viwango vyetu. Ndio matokeo unayaona yale. Kwa tumemwomba Mungu na Mungu katupa haki yetu. Na kwa sababu Yanga bora 3-0. Kwanza ndogo kwa Azam. Jamani Azam kwanza alishindaje? Azam alitumwa na Simba na wewe. Nyinyi mbona mnaficha? Kwani matokeo upata Mwanza Azam kashinda yeye yale. Azam ana uwezo huo. Ile kombe Simba aligundua kwamba kama ataingia Yanga kombe lile achukui hata kwa nini? Na ndio maana akamtuma Azam akaenda kumsaidia vurugu mechi, haribu mechi mpaka Azam anatoa sisi. Sisi tulikuwa tunaona Azam sisi. Lakini watu ukiongea, mzee Kadege bwana anaongea hivi. Tunalalamika Azam hawezi kumfunga Yanga. Haijawahi kutokea duniani toka dunia ianze. Wakati maneno anasema jana mmecheza Dula na Mohamed. Nani? Mtu na ndugu yake yani eti. Azam si ndugu zetu? Sio mtufunga juzi. Anasema mlishamalizana naye kwa sababu yule alishinda kule. Sawa. Sasa kwa hiyo ndugu yetu anasema hiyo, sasa mimi nasema sawa ndugu zetu. Na ukitaka kujua ndugu zetu, mechi ya finali hiyo inakwenda kufanyika Pemba sijui huko. Azam bingwa, Simba hapati kombe, nakwambia mama yangu mzazi tu. Simba hachukui kombe. Yes, kajifaa kumsaidia Azam. Anamfunga Simba na sio chini ya goli 2. Na kama amesema mnaungana sasa. Tunaungana sio siri. Kwani tufiche kwa nini? Sisi tunaungana na Azam.
Azam anachukua kombe moja, Yanga anachukua kombe moja, Simba anaondoka patupu na kombe lake anaondoka hapo alichukua la Muungano Zanzibar hilo. Ndio atakayeambulia hilo. Kombe kubwa hawachukui ng'o, nachokwambia mimi. Hawachukui ng'o mpaka media atakapoacha kuongea pale. Achukui kombe kubwa ng'o, atachukua makombe anaondoka hapo wale. Watu wanasema jana mmeenda kombe leko, ile penati mumebebwa. Si ndio wajui hao. Si ndio wajui. Hata kama ungekuwa refa wewe, kama usingetoa ile penati, ungesema ile sio penati. Wewe sio kufukuzwa kuondolewa kwenye mashindano. Wewe unaondolewa moja kwa moja uchezeshi tena, wewe sio refa. Mtu kaenda kugonga mwili wa mchezaji, kaenda kugonga mwili wa mshambuliaji. Wewe waache kuweka penati, unataka kuweka nini sasa? Unataka faulo gani? Au unataka mtu aende na panga kakate miguu ndio uone hiyo penati? Alakija refa jamani nyie. Mimi nashangaa Alakija kwenda kombe la dunia. Alakija refa hivyo. Alakija anajua sheria jamani. Hao wanasema hivyo si mashabiki wa Simba, wanachama wa Simba. Hao ndio kila linalofanya Yanga kwao baya. Na ndio maana watu nawaambia Yanga wale Simba sisi wale sio wapinzani wetu. Wale wabaya wetu. Mimi nakwambia mimi. Wanasema yule mshambuliaji wenu alijilegeza tulegelege. Alijilegeza vipi? Refa kafunika, ilikuwa sio penalti kabisa ile. Mimi nasemaje? Kwanza hata yule Alagija naye kakosea tu. Yaani kakosea. Ilikuwa ile penalti ile kadi za njano, kadi kila naye kuja kadi ya njano kwa sababu unapinga maamuzi alifanyika kwa nini wakati penalti ya halali? Huo uuni. Huo ni uuni. Penalti ya halali kabisa ambayo angekuwa refa wote nikwambie. Kama Alagija singitoa ile penalti, angeondolewa kwenye mashindano yote dunia nzima asingemtaka tena. Lakini ile penalti alipotoa ile, CAF atakata angalia, FIFA atakata angalia. Usio kashangaa mashindano makubwa anapewa Alagija. Mama yangu mzazi, mimi nakwambia Mungu tena. Mama yangu mzazi. Yaani tuache ushabiki. Tuache si wanachama wangu nilikuwa nao wa Yanga. Alagija ndio refa bora katika mchezo wa jana. Wakati Simba ndio hawamtaki hata kumsikia huyo. Wao hawajui tu. Wao wanapenda tu ajabu watu wa kuwabeba. Yaani wanataka marefa ambao hawajui sheria. Hawajui sheria. Alagija anajua sheria za mpira. Sawa. Mimi Alagija kishashika filimbi sinaga wasiwasi naye hata kama Yanga anafungwa. Sina wasiwasi naye. Najua atafungwa kwa uzembe wetu. Lakini refa bora jana kafanya kachesha mpira ule naotaka mimi. Kingi nakwambia jamani, Yanga bingwa huko mbele hata kama anakuja nani. Yanga ndo ile. Yanga jamani ikifungwa kama ndege kumnyia binadamu. Yanga bingwa mna TRA bado hamjacheza naye. Washakufa hao. Tena sio chona goli 4 kwenda mbele. Maana sisi tunakwenda dozi kutokana na timu inavyokuja. Jana tumempiga mtu 3, mechi jana tunampiga mtu 4 kwenda mbele. Mechi inafuata mpiga mtu 5 kwenda mbele. Sisi hatumwachi mtu tena anapoenda kutafuta ile kombe. Sisi kama tuwe mabingwa wa Tanzania hapa. Hii twende klabu bingwa mwakani tukachukua klabu bingwa. Hakuna timu nyingine yoyote hapa kwa klabu bingwa zaidi ya Yanga hapa. Mimi nakwambia mamangu mzazi, mimi najia pia. Na kibla huku mimi nakwambia. Mimi Muislamu nakwambia ukweli mimi. Kadege unayatupa maneno sana. Wewe unafikiri bila Yanga kuna kazi hapa? Yanga ikifungwa nchi nzima tunatetemeka hii. Nchi nzima tunavurugwa. Watu mpaka nafikia kulazwa, watu wanakuwa wamechanganyikiwa. Lakini jana wao umeona Zanzibar nzima flat. Bwana Wazanzibari wengi Yanga jamani. Jamani Wazanzibari Yanga. Mama yangu we. Yaani mpaka mijano nikajua kweli kumbe Zanzibar kumbe ndio Yanga rafiki yangu. Watu wamefurahi, watu wametusaidia, watu wamesema huyo atoki Pemba kule. Watu wametoka Pemba wamekuja huku Unguja. Yaani balaa. Nikasema wewe anakufa na kweli kafa. Wewe bwana we. Acha. Yaani Yanga bingwa mzee wangu kweli unavyosema yani. Jamani Yanga bingwa hivyo. Mama yangu wewe. Kutoka Simba sio naisikia wanasema nyie bila kubeba webu wa nyinyi msingekuwa mabingwa. Na hata hivyo bado wanaamini mtapoteza mchezo wote kati ya hizi mechi mbili ambazo zimesalia hivi sasa. Unaweza kuambia nini mashabiki wa Simba? Subutu. Wao waungane wote walikuwa ligi kuu wote waungane. Simba na wenzio wote. Yanga anakwenda kutangaza bingwa lake. Anaenda kutangaza ubingwa Yanga. Mbele ataje nani? Sio hao TRA au JKT. Hata kwa mbele na Arsenal, kwa mbele na Real Madrid, kwa na Manchester United. Watu wangeenda kufungwa vile vile kwa sababu Yanga anakwenda kutangaza ubingwa, hawezi kumwacha mtu. Kwa Simba, mashabiki wa Simba wanajisumbua tu wao. Hao viongozi wa Simba wanajisumbua. Alafu nikwambia kitu kingine. Injinia anakwenda kushinda kwa kishindo uchaguzi mwakani. Anakwenda kushinda kwa kishindo. GCM mwaka huu mwishoni huko ndo mwakani huo. Mwezi wa 8. Sawa tunaenda anakwenda kushinda kwa kishindo kwa laana tupa sisi. Anashindwa kama eti aondoke. Mavi. Tunapata dhambi. Kwanza injinia atakwenda wachezaji sio wa kiwango hiko kwa sababu akila bingwa. Unamuondoaje injinia? Unamuondoaje GCM? Unaondoaje uongozi ule? Yaani ile kamati yote inatakiwa ibaki ile. Mimi ningekuwa kamati ile mbovu. Mimi mwenyewe ningeenda kugombea. Kwani ni nini? Lakini siendi kugombea kwa sababu na waamini wale waliokuwepo pale wanafanya vizuri, sijawahi kuona. Yanga anajenga viwanja. Yanga anataka kununua ndege ya kusafiria. Yanga anataka kuleta Yasima Eliza kama 6 hivi ya kupanda mashabiki. Kwa sababu wachezaji wanapanda ndege tu, hawezi kupanda mabasi. Nyie vipi? Kwa hiyo wewe unajitosheleza. Yaani mimi nabaki mwanachama. Kama ingekuwa bila kuwa
Engineer Hersi Said wewe ungeenda kuchukua kadi ugombea urais. Yaani mimi nikichukua urais au wenyekiti siyo nini, mimi nikikusanya pale na nikipata. Mimi si mzee Kadege nashindwaje? Mwamba. Kwanza mimi nikwambie kila kiwanja nipo kanyaga Yanga anacheza. Nikiwepo mimi uwanjani tu Yanga inashinda kwa kishindo. Watu hawamjui kufuatilia tu. Nyie fuatiliani sana. Sawa? Kila mimi nipo kanyaga Yanga inacheza, Yanga inashinda. Nikisema tu nikibanwa na kazi tu kama Mwanza sijaenda ndio matokeo umeona ajabu ajabu yale. We bwana we. We bwana we. Jamani hakuna jambo linafanyika bila wazee, ndio maana hata kwenye nyumba baba akifa nyumba inatingishika. Tumeyazungumza mengi, zungumza sana mashabiki wengine wa Yanga Afrika. Ubingwa mnao ama mnakuwa na wasiwasi wa aina yoyote? Yaani kama mimi ningekuwa ndio amri yangu au bodi ya ligi nawaambia hivi leo. Yanga wanarudi Yanga. Sawa bwana. Mechi ya Stella mnacheza kule au mechi ya Chama mnacheza? Nafikiri sijajua kati ya KMC na tumepelekwa kule. Wamekufa hao maskini ya Mungu. Na mimi mwenyewe nitavuka. Siwezi we. Nikikosa kwenda tu itatokea matokeo ya ajabu ajabu. Tunakwenda kumfunga TRA sio chini ya goli 5. Tunakwenda kutangaza ubingwa. Sisi tuna uchungu bwana. Sisi tuna uchungu. Yaani sisi tuchukue kombe nchini, makombe yote tunyang'anye sie. Wacha tunyang'anye makombe yetu mawili mimi najua. Wewe bwana wewe. Nimepewa taarifa kwamba mechi inachezeka KMC. Na mimi ninavyojua hivyo. Amesema Rock Dicto sio mimi. Na mimi ninavyojua hivyo. Mimi ninavyojua KMC hawa Simba kwa sababu mechi inachezwa muda mmoja. Simba watapelekwa JKT kule kwenye shamba la mpunga kule wapi sio? Jesamule. Kutengeneza michakato ili wacheze mechi. Ndio wanakwenda kule wao. Yanga anakwenda kwenye uwanja wao KMC hapa. Sio mnielewa? Sio mnielewa? Yanga bingwa anakwenda kumfunga TRA pale sio chini ya goli 5. Nyie vipi? Yanga, mashabiki wa Yanga na wanachama wa Yanga tena tukajae pale KMC, anaenda kufa TRA pale watoza ushuru wale. Tunakwenda kutangaza ubingwa pale. Yanga tena ndio basi haiwezi kufungwa na Yanga sasa hivi. Nakwambia hivi kuanzia sasa hivi, kwanza mechi jana, Yanga haitafungwa tena mpaka mwisho wa dunia huko. Mimi nikushukuru sana mzee Kadege. Na mimi nasema asante, nashukuru na mimi vile vile. Ila nasema Yanga bingwa. Jamani Yanga bingwa. Yanga bingwa.